kufungua Biblia zetu katika kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 3. Nasoma kuanzia mstari wa 18 hadi mstari wa 22. Petro wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 18 hadi mstari wa 22. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake ukauawa, bali roho yake ikauishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, akawahubiri watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yaani watu 8 waliokoka kwa maji. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaowaokoa ninyi pia siku hizi, sio kuwekea bali uchafu wa mwili, bali jipu ya dhamira safi mbele za Mungu. Kwa kufufuka kwake Yesu Kristo, naye yupo mkono wa kuume wa Mungu, amekwenda zake mbinguni, malaika na enzi na nguvu zikiisha kutiishwa chini yake. Amen. Bwana alibariki neno lake. Amen. Tunaweza keti. Petro anapowaambia hao wa Kristo, anawaelezea kuhusu Kristo vile alivyoteswa. Kumbuka, anaambia wale wa Kristo ambao wanateswa kwa sababu ya imani yao, na anapoteswa kwa sababu ya imani yao, akawaelezea vile wao vile wanastahili wateswe kwa sababu ya imani yao. Na hapa anatuelezea kuhusu ushindi wa Kristo kupitia kwa mateso. Amen. Nataka tu tuangalie huo mstari wa 18. Then Petro anavyowaambia, anasema ya kwamba Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake ukauawa, bali roho yake ikauishwa. Ya kwamba Yesu aliteswa. Nataka tuone ni kwa nini Yesu aliteswa. Anatuambia kitu cha kwanza, Kristo aliteswa ili akapate kuwa mfano wa wale ambao wanateswa. Amen. Nataka uelewe ya kwamba Yesu aliteswa ili akapate kuwa mfano ya wao ambao wanateswa. Nilipokuwa ninaangalia katika Biblia, kuna mateso kadha ambayo Yesu aliteswa nayo. Napoangalia katika kitabu cha Luka mlango wa 22 kuanzia mstari wa 44 hata tu huo mstari wa 44, Yesu alipokuwa pale
kwa bustani ya Getsemane. Kumbuka alikuwa ameenda kuomba, na wakati anapoomba anaona mateso ambayo yalikuwa mbele yake, na anapoomba anamwambia Mungu, kama inawezekana ukapata kukiondoa hiki kikombe mbele yangu. Yale mateso ambayo Yesu alipitia ndani wakati alipokuwa anaomba, ikawa mpaka jasho lake linatiririka na inakuwa kama damu. Yale yalikuwa ni mateso, na unapoangalia yale mateso ambayo yanateswa, sio kwa sababu ya yale ambayo alikuwa ametenda, lakini ni kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Amen. Akiwa pale vile vile ikawa ni ya kwamba kuna yule ambaye alimsaliti. Wakati mwingi unaona ya kwamba rafiki wako ambayo mko naye, yule rafiki, yale mambo ambaye anafanya kinyume chako. Nataka uelewe hata Yesu, yule ambaye alikuwa ni rafiki wake, ndio alimfanyia yale mambo ambaye hangeweza kumfanyia rafiki wake, akamsaliti. Judas alipoenda kwa wale ambao walikuwa wanataka kumweka Yesu kwenye minyororo, akasema, nataka mniambie wakati mtakaponipa hizo fedha, nami nitawaonyesha ni nani yule ambaye mnafuata. Kwa maana Yesu akiwa kwa wenzake walikuwa wanafanana, na wanapofanana wanataka waone yule mtu ambaye watamshika, kwa sababu wenye walikuwa wanaenda kumshika hawakuwa wanajua ni nani watakayemshika. Kwa hiyo Judas akaenda akapewa pesa, akasema, mkiona yule ambaye nitapusu, yeye ndiye. Amen. Judas alikuwa na wenzake pale, wanafunzi wenye Yesu alikuwa pamoja nao. Hakuwapusu wale wengine, lakini akampusu Yesu. Na alipompusu Yesu, wakajua ya kwamba ni yule ambaye amepusiwa ndio tunastahili kushika. Wakati mwingine unapoona kwamba rafiki wako mwenye mko naye anakuendea kichini chini, nataka uelewe ya kwamba hata Yesu aliendewa kichini chini na rafiki wake. Yale ni mateso. Kumbuka pale bustani analia, na nataka muone kwamba huyu mwingine naye anampusu, anamsaliti. Na sio tu kusalitiwa. Kumbuka kuna wale ambao walikuwa na Yesu. Yesu alipokuwa anawaelezea vile atakavyoteswa, wakawa wanamwambia, tutakufa pamoja na wewe. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu walimwambia, sisi tutakufa pamoja na wewe. Unapokuwa na watu, unataka yule mtu ambaye atakutetea mambo yakiwa mabaya, mambo yakiwa mazuri, una yule ambaye anaweza kukutetea. Na Yesu anapokuwa na wanafunzi wake, Petro anamwambia, mimi nitakuwa pamoja na wewe. Angalia wale ambao walikuwa wamemwambia tutakuwa pamoja na wewe, walipoona mambo yamekuwa mabaya, wakaanza kutoroka, wote wakamwacha. Kwa hiyo hata katika maisha yako, unapoona ya kwamba yule mwenye mlikuwa karibu na yeye anakuachilia. Kumbuka nimesema ya kwamba Yesu aliteseka ili akapata kutuonyesha mfano. Hata wewe watu watakutesa, watu watakuacha.
wale ambao ulikuwa unadhania ya kwamba wao ndio watakula pamoja na wewe, mtaishi pamoja na wao, mtafanya mambo pamoja, lakini wakamwacha. Amen. Teso lingine ikawa sasa anapelekwa kushtakiwa, sio kwa sababu ya makosa ambaye alifanya, lakini watu wakafanya, wakamwekea makosa. Sasa ya kwamba tukimwekea haya makosa atashikwa kwa sababu ya hiyo. Bado wakaamua wamwekee makosa. Anashtakiwa sio kwa makosa ambaye ametenda. Wakati wanaona kwamba huyu mtu hana kosa lolote, wanasema hapana, huyu alisema atabomoa nyumba ya Mungu na baada ya siku 3 ataijenga. Bali kawa wamepata kosa ambalo wanaweza kumshtaki nalo. Ulisema utabomoa nyumba ya Mungu. Wakamshtaki kwa lile kosa. Wakati unaposhtakiwa kwa kitu ambacho hujatenda, nataka uelewe ya kwamba hata Yesu alishtakiwa kwa chenye hakutenda. Akiwa pale msalabani, wengine wakaanza kumdhihaki. Nataka uelewe ya kwamba hata wewe unaweza kudhihakiwa. Bali wakiwa pale msalabani, kumbuka hakushtakiwa baada ya kusulubishwa peke yake. Alisulubishwa akiwa katikati ya wezi wawili. Mwezi mmoja anaanza kumdhihaki. Wewe ulikuwa unawaokoa watu, ulikuwa ukifanya miujiza, mbona usifanye muujiza tena? Mwenzake anamwambia, kumbuka sisi tunateswa kwa makosa ambayo tumefanya, lakini huyu hana kosa lolote ambalo amefanya. Nataka uone kwamba huyu Yesu baada ya kuteseka pale anaanza kudhihakiwa. Na miaka ingine ikawa ni kwamba ulisema wewe ni mfalme, na kwa sababu wewe ulisema ni mfalme, wakamletea crown ya miiba, wakamvalisha crown ya miiba miaka. Wewe ulisema ni mfalme, kwa hiyo wacha tukuvalishe crown ya kuonyesha kwamba wewe ni mfalme. Kwa teso lingine ambalo Yesu aliteseka, akibeba huo msalaba, Yesu akalazimishwa abebe msalaba wake yeye mwenyewe. Anapobeba msalaba anachapwa, damu inatiririka. Mateso ambayo Yesu aliteseka. Teso la mwisho ambalo Yesu aliteseka ikawa ni ya kwamba asulubishwe. Nataka uelewe, kushtakiwa na kuhukumiwa, kusulubishwa ilikuwa ni kitu ambacho wahalifu walikuwa wanapewa. Kwa hivyo Yesu akasulubishwa kama mhalifu. Kwa hivyo nataka uelewe ya kwamba Yesu
aliteseka. Wewe nawe vile vile unateseka katika maisha yako kwa ajili ya imani yako. Kwa hiyo kuna sababu 5 hivi ambazo Petro anaambia hao watu ni kwa nini Yesu aliteseka. Sababu ya kwanza amesema aliteseka ili aonyeshe mfano. Sababu ya pili ni kwamba yeye aliteseka na akakufa kwa wakati wote. Yale ndio mambo ambaye Petro anatuelezea. Christ also died for sins once for all. Aliteseka akakufa kwa sababu ya wote. Yesu anapoteseka anateseka kama sadaka. Nyakati zile ilikuwa ni kwamba mtu anapofanya dhambi anapeana sadaka, na sadaka ambayo ilikuwa anapeana ilikuwa ni sadaka ambayo inachukua mwaka mmoja. Kwa hiyo ilikuwa ni kwamba wewe mwanzo wa mwaka unaelewa wewe ni mwenye dhambi, unaelewa utatenda dhambi, unachukua sadaka yako unapelekea kuhani aende aakilishe sadaka yako kwa Mungu. Ilikuwa ni sadaka ambayo unatoa mwaka baada ya mwaka. Lakini Yesu anapoteseka ya kwamba anateseka wakati wote. Hakuna wakati mwingine ambapo tena atateseka. Hakuna wakati mwingine ambapo atasema kwamba aende atoe sadaka kwa ajili yako. Alitoa hiyo sadaka once and for all. Hizo sadaka ambazo Yesu aliteseka, kuumia ambako Yesu aliumia. Amen. Ya kwamba yeye aliteseka kwa sababu ya dhambi. Na tunaposema ya kwamba aliteseka kwa sababu ya dhambi, si kwamba yeye alitenda dhambi, lakini ya kwamba dhambi zangu na dhambi zako ziliwekwa juu yake, akateseka kwa sababu ya hiyo. Katika kitabu cha Isaya mlango wa 53 neno la Mungu linasema ya kwamba hakika our griefs he himself bore, and our sorrows he carried. Na kwamba yeye alichukua maumivu yetu, dhambi zetu, masikitiko yetu, akayabeba kwa ajili yake. Kwa hiyo anaposema kwamba ameteseka kwa ajili ya dhambi, sio kwa sababu ya dhambi ambayo yeye alitenda, lakini ni kwa sababu ya dhambi ambayo mimi na wewe tumetenda. Aliteseka kwa sababu ya dhambi. Amen. Kitu kingine ni ya kwamba yeye aliteseka kwa sababu ya wenye dhambi. Yesu anatuambia katika kitabu cha Yohana mlango wa 10 na mstari wa 11, anasema ya kwamba mimi ndiye mchungaji mwema. Mchungaji mwema anayaweka maisha yake kwa ajili ya kondoo. Kwa hiyo yeye anapokuwa mchungaji mwema, ya kwamba anahakikisha
afe kwa ajili ya kondoo. Wewe na mimi tunapokuwa zile kondoo, yeye ni mchungaji mwema, amekufa kwa ajili ya wenye dhambi. Amen. Yesu alikupenda wewe na mimi, akahakikisha kwamba aende afe kwa ajili yetu. Katika kitabu cha Efeso mlango wa 5 na mstari wa 2. Katika kitabu cha Thesalonika wa kwanza vile vile mlango wa 5 na mstari wa 10, nasema ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu. Kwa hivyo nataka uelewe ya kwamba huyu Yesu alikufa kwa ajili ya mwenye dhambi. Na nataka tuone vitu viwili ambavyo hata wewe unavyoteseka vinaweza kukupatia matumaini katika maisha yako. Kitu cha tano ni ya kwamba Kristo alikufa, aliteseka, kafa kwa ajili ya urejesho. Yesu anatuambia katika kitabu cha Yohana mlango wa 14 ya kwamba mimi ndiye njia, ukweli na uzima. Hakuna yeyote ambaye atakuja kwa Baba pasipo kwa njia yake. Kwa hiyo anapoteseka, anateseka kwa sababu anataka kuturejesha kwa Mungu. Wale ambao tulikuwa tumepotoka, anaturejesha kwa Mungu. Baada kuteseka kwake, ilikuwa ni kwa sababu anataka mimi na wewe turejee kwake. Amen. Na kwa sababu alikuwa anataka turejee kwake, ili ya kwamba tukapate uhusiano wetu na huyu Mungu wetu. Neno Mungu nasema ya kwamba hakuna wokovu kwa njia nyingine yoyote pasipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hivyo ndio sababu aliteseka ili tukapata kurejeshwa kwake. Na sababu ya mwisho, Kristo aliteseka akakufa ili akupatie mimi na wewe ushindi. Amen. Yesu aliteseka ili mimi na wewe tukapate ushindi. Nataka uelewe, Yesu alikuwa anataka ukapate ushindi katika maisha yako. Na hayo ndio anatuelezea. Nataka uone ushindi wa Yesu. Ushindi wa kwanza ni ya kwamba alikuja ili tukapate ushindi dhidi ya kifo. Yesu alikuja akateseka, akakufa ili zote tukapate ushindi dhidi ya kifo. Kama kuna mwanadamu, kuna adui yeyote ambaye mwanadamu anakuwa naye katika maisha yake, ni kifo. Jana nilikuwa nimeenda kule Misimu kwa masishi, ambaye mchungaji wangu alikuwa ameniambia niende kwa sababu mmoja wa mshirika wake alikuwa amefariki. Nikawa nimeenda kule na nikawa nawaelezea kwamba kifo kinapokuja kinakuja na huzuni mwingi ndani ya maisha ya mwanadamu. Na ni kwa nini kifo kinakuja na huzuni mwingi kwa maisha ya mwanadamu? Sababu ya kwanza ni kwa sababu kifo kinakufundisha walewe ya kwamba hata wewe ni bure. Kuna watu ambao wanadhania ya kwamba hawawezi wakakufa. Wanapoishi
wanaishi kama wao ndio wanamiliki kila kitu ulimwenguni, na hakuna kitu ambacho kinaweza kuwashtua. Na unapoona mtu ambaye alikuwa anaishi kama yule, na kwamba huyu mtu atakufa, unaanza kushangaa, kumbe hata mimi naweza kufa. Kwa hiyo kifo kinakufundisha ya kwamba wewe sio kitu. Na ndiposa neno la Mungu linasema ya kwamba wote wametenda dhambi na wote wanakufa. Kifo kimeenda juu ya kila mmoja kwa sababu wote wametenda dhambi. Lakini nataka uelewe ya kwamba hata kifo kinapokuja kuna ushindi juu ya kifo. Yesu akasema ya kwamba mkiniamini mimi hamtakufa, na hata mkifa mtafufuka. Kwa hivyo tuna ushindi kinyume cha kifo, kwa sababu tuna yule ambaye alishinda kifo. Kuna wale watu ambao walikuwa wamekufa, na Yesu alipokufa na kwamba akaenda kule kusimuni, wale ambao walikuwa wamekufa wakati wa Nuhu. Wakati Nuhu alikuwa anahubiri akiambia watu ya kwamba Mungu atakuja kuangamiza ulimwenguni, tubuni. Lakini hawakuwa wanatubu. Kwa hivyo wakaona gharika ikakuja, maji ikawa flatani kila mahali. Hao watu wakajaribu wengine kukimbia kwa miti, lakini maji inaendelea na miti zote zinafagiliwa. Wenye wanaenda mpaka kwa mlima, na kwamba maji inapokuja ndio ifika hapo kwa mlima, haitaniua kabla maji jaisha. Lakini nataka uone milima yote ndio hiyo, kawa yote ni maji. Baada hao watu wakaangamia, na walipoangamia wakaenda kusimuni. Yesu akaenda pale awaambie, hamkumwamini Nuhu alipokuwa na ubiri, nataka sasa na nyinyi mkapate kuamini. Wakamwamini Yesu. Bwana neno la Mungu linasema kwamba kila ulimi utakiri na kila goti litapika ya kwamba Yesu ni Bwana. Kwa hiyo walipomwamini huyu Yesu, ikawa ni kwamba Yesu akawahubiria wakaokoka. Ndio neno la Mungu linasema kuna wengine wakafufuka. Tunamwamini Mungu wa ajabu wapendwa. Taka uone watu ambao walikufa miaka kadhaa zilizopita, wanafufuka, wanaanza sasa kutembea, na kila mtu anaona huyu alikuwa fulani, huyu alikuwa fulani. Yesu kutufundisha ya kwamba ana nguvu kinyume ya mauti. Kifo hakiwezi kumshinda. Ana mamlaka yote. Kwa hivyo nataka uelewe ya kwamba hata wewe una mamlaka kinyume cha kifo. Kuna mamlaka mengine ambayo Yesu alipewa kwa sababu ya ushindi wake. Neno Mungu nasema ya kwamba atapewa mamlaka. Amen. Neno Mungu nasema ya kwamba Yesu ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Napa angalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa kwanza. Wale walipokuwa wanamwangalia Yesu akienda, malaika akasema, yule ambaye mnamwangalia vile alivyoenda ndivyo atakavyorudi. Na alipoenda ikawa ni kwamba sasa ameketi kwa mkono wa kuume wa Mungu Baba, mkono wa kuume na mkono wa mamlaka, ya kwamba Yesu akapewa
Nataka uelewe, unamwamini yule ambaye yuko na mamlaka. Na wakati ambapo amepewa mamlaka, neno Mungu nasema ya kwamba akawapatia mamlaka wanafunzi wake. Kwa hivyo wewe unapotembea, unatembea kama mwenye ako na mamlaka. Unapotembea, unatembea ukijua ya kwamba umepewa mamlaka katika maisha yako. Unaweza kutumia yale mamlaka kufanya yale ambayo unataka ufanye katika maisha yako. Alipewa mamlaka na amekupa wewe mamlaka, amenipa mimi mamlaka. Na kwanza akawaambia wanafunzi wake ya kwamba hata nyoka na ngee una mamlaka juu yao. Nataka uelewe ya kwamba wewe vile vile umepewa yale mamlaka. Unapopitia kwa mateso yoyote, kuna yale mamlaka ambayo Mungu amekupatia katika maisha yako. Na unaweza tembea kwa mamlaka, unaweza tembea kwa ushindi kwa sababu unamwamini yule ambaye ni mshindi katika maisha yako. Kwa hiyo zote tuelewe ya kwamba tunapewa mamlaka. Kitu kingine ambacho ushindi wake unafanya na kwamba ushindi wa Yesu ulifanya ya kwamba adui ako chini yake. Nataka uelewe ya kwamba adui ako chini ya Yesu, na kwamba Yesu anamkanyaka, sasa yuko chini yake. Hata wewe unapokuwa na adui yeyote, nataka uelewe ya kwamba adui ako chini yako kwa sababu ya mamlaka ambayo Yesu amekupatia katika maisha yako. Hiyo ndio sababu ilifanya Yesu akateseka, na hiyo ndio sababu inafanya unapoteseka, elewa ya kwamba una ushindi katika maisha yako. Shetani ako chini yako, mamlaka yote yako chini yako, uwezo wote uko chini yako, kwa sababu unamwamini Mungu ambaye amekushindalia katika maisha yako. Napoangalia katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 17, kuna wakati ambapo walikuwa na huyo adui kwa anaitwa Goliath. Ikawa ni ya kwamba Goliath anawatishia wana wa Israeli, hata wale ambao walikuwa shujaa wa vita, wenye walikuwa wanaogopa Israeli, walipokuwa wanamsikia huyu Goliath wakawa wanatishia. Lakini tukawa na kijana mmoja mwenye alijua ya kwamba anamwamini Mungu mwenye ushindi. Wakati alipokuwa amepelekea ndugu zake vyakula, na wale ndugu zake bila wanavyoendelea, akasikia mtu anaongea kwa maringo. Na anapoongea hivyo kwa maringo, ikawa ya kwamba anaongea kwa maringo, na anapoongea hivyo kwa maringo, wana wa Israeli wote wanashindwa, wanatetemeka. Na wanapotetemeka hivyo, akauliza mfalme atamfanyia nini yule mtu atakaye enda kupigana na yeye? Nataka uone vile Daudi alifanya. Daudi alijua ya kwamba ana Mungu ambaye anamshindania katika maisha yake. Wakati alikuwa anachunga ng'ombe na mbuzi za baba yake, wakati ambapo wanyama walikuwa wanakuja, wanyama hatari, ya kwamba Mungu anampatia nguvu, anawararua, na akajua ya kwamba hata huyu adui atakuwa chini ya miguu yake. Nataka uelewe ya kwamba adui ako chini ya miguu yako, na kwa sababu ako chini ya miguu yako, hakuna chochote ambacho adui atakufanyia
kwa sababu wewe una mamlaka ambayo Yesu amekupatia kupitia kwa ushindi wake. Wewe kama kuna yale mambo ambayo unapitia ndani katika maisha yako, nataka uelewe ya kwamba huyu Yesu ambaye unamwamini ni Yesu mwenye ushindi na ni Yesu ambaye anaweza kukushindania. Kuna mifano nyingi sana ya watu ambao walikuwa wanapitia katika mambo mengine kawa inawatisha kama Goliathi, lakini Mungu aliwapatia ushindi. Kulikuwa na mfalme, kiongozi mmoja mfalme alikuwa anaitwa Jehoshafati. Jehoshafati alipokuwa anawaongoza wana wa Israeli katika vita, na kwamba Mungu akamwambia anza tu kusifu. Kwa alikuwa anasifu tu na adui anaanguka. Nataka uelewe ya kwamba adui yeyote yule ambaye unaweza kuwa unapigana naye katika maisha yako, unapomsifu Mungu, huyu Mungu anakupatia ushindi katika maisha yako. Tuna yule Mungu ambaye anakushindania, Yesu anayekushindania. Hebu tusimame. Tena tuelewe ya kwamba Yesu alishinda, Yesu aliteswa, Yesu akapata ushindi. Wewe nawe katika maisha yako, kwa mateso yote ambayo unaweza kuwa unapitia ndani, nataka uelewe ya kwamba huyu Yesu anaweza kukupatia ule ushindi, kwa sababu ni ushindi. Nataka tu uinue mkono wako na umwambie Yesu, kwa yale mambo ambayo unapitia ndani, ya kwamba naomba ukanipatia ushindi kwa haya mateso, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unapeana ushindi. Hebu tumeelezee, naomba ukanipatia ushindi katika maisha yangu, na huyu Yesu atakupatia ushindi katika maisha yako. Hebu ongea tu na yeye katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante kwa sababu ni Mungu anayetushindania. Falme, jinsi Yesu alivyoteseka, Yesu alivyokufa, Petro akawa vile anaambia Wakristo wenye walikuwa wanateseka katika maisha yao, wenye walikuwa wanateseka kwa mambo ambayo walikuwa wanapitia ndani, na kwamba vile Yesu alivyoshinda, hivyo ndivyo watakavyoshinda. Wewe ikawa kati yetu kuna wale ambao wanapitia kwa mateso kadha wa kadha, jinsi ulivyowapatia ushindi, naomba ya kwamba ukapata kuwapatia ushindi, naomba ya kwamba ukapata kutupigania. Baba, naomba ya kwamba ushindi wako ukapata kuwa dhahiri katika maisha ya kila mtu wetu. Baba, pokea sifa. Baba, uinuliwe na utukuzwe, kwa sababu ya Mungu. Asante kwa sababu ya kila mmoja wetu, kila mateso ambayo wanapitia ndani. Wewe Mungu ndiye mshindi, naomba ya kwamba ukapate kuwapatia ushindi. Pokea sifa, uinuliwe na utukuzwe, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiomba. Amen. Amen. Kanisa la Mungu, Bwana